Hali si shwari katika hospitali ya kaunti ndogo ya Mariakani ambapo wafanyikazi wa mkataba wametangaza mgomo kuanzia leo. Wanasema wamekuwa kama ndege bila kiota wakitelekezwa kwenye maamuzi muhimu huku mishahara yao ikicheleweshwa kwa miezi miwili. 2 months hatujalipwa. Mshahara haijawekewa, hatujapewa communication na tumebaniwa. Hakuna vile unaweza kulia pahali pengine. So tunashangaa ni nini wanataka tufanye. Yes. Wafanyikazi hao wamepinga kuajiriwa na kampuni binafsi pamoja na wafanyikazi wa muda bila mashauriano. Kulingana na contracted staff tuliambiwa kwamba kuanzia leo tarehe 1 mwezi wa 4 2025 kwamba professional unalipwa on locum basis of which unatolewa kwa salary na any other benefits of which hiyo tayari itaumiza. Second, kwa our cleaners au wameambiwa watakuwa employed under private company. Na ukiangalia the private company only need 40 workers. Na hao hapa hivi tuko na more than 75 cleaners. Na tukichanganya hadi the other contracted staff born professional we are over 110. Sasa hao ni watu wote hao ni kambi kibarua chetu kimeisha ghafla bin vu. Wanadai uongozi wa hospitali haujawahi kuwaita kwenye mkutano kujadili swala hilo. Badala yake wanapokea taarifa kupitia mitandao ya WhatsApp, jambo wanalosema ni la kudhalilisha. Na hata tukiangalia huko upande wa kampuni, watu hawajajua kampuni inaitwa jina gani, hawajaona barua yote yenye imekuja kwa kampuni ikaongea na cleaners. Kila kitu kinaongelewa kupitia WhatsApp group. Tunatextiwa tu kuanzia tarehe hii hivi ndio itafanyika. Sasa sisi leo tumeungana hapa kusimama kidete kusema kwamba tunaomba haki ya mnyonge itendeke. Mkazi wa Mariakani ama mfanyikazi wa Mariakani Sub County Hospital ameumia sana. Watu wameumia miaka mingi wakitetea hii Mariakani Sub County Hospital. Lakini la kushangaza leo watu wenye pia tuliwapigia kura badala hao watu support kwenye hii issue yetu hatujapata any support. Hakuna anyone so far ambao mimi kama chairman amenicontact direct akanyambia hii issue imeisha ya kampuni na locum. Hakuna so far, kila kitu ina stand venye walisema locum, either uingie locum ama kwa kampuni. Mimi nimeajiriwa hapa Mariakani Sub County Hospital kutoka since 2014 ndio niliingia hapa kama support staff. Na nimefanya kazi kwa huo muda wote, lakini saa hii cha kushangaza ni juzi, mwaka jana ilikuwa hivyo, tukaambiwa kampuni inakuja, tukajaribu kumcontact mkubwa wetu, tukakaa naye kwa kikao, akasema naenda Kilifi, nikipata majibu nitawaambia. Akarudi akaja akatuambia kampuni haiji, tuko na nyinyi. Tumekaa kutoka kwa huo muda huo wote mpaka tukamfuata akasema kampuni kama yaja nitawaambia. Hakutuambia paka juzi ndio anatuma kwa WhatsApp, anasema kuanzia tarehe 1 wale wenye ambao ni skilled watafanya locum, wale ambao ni support staff 40 ndio watachukuliwa na kampuni, na ambapo tuko zaidi ya 40. Je, sasa tunajiuliza wale wengine tutaenda wapi? Kuanzia hii leo hatujui mwajiri wetu ni nani, na hatujui hata tukiingia kazi tukifanya nani atatulipa. Hiyo ndio tumeanza kutafuta ili tuweze kujua mwajiri wetu ni nani. Na tulipomuuliza akasema nendeni ofisi za Kilifi ziko, msiniulize mimi sina lolote ninalojua. Sasa tunashangaa huyu mama yetu, we hata kama ni mwenye boma la nyumba, kama kuna kuja mgeni si utajua ni mgeni nani anaingia? Hapo ndio maswala tumeanza kujiuliza, ndio maana hata tumeamua ili tuweze kupigania haki zetu. Kwa upande wake, serikali ya kaunti ya Kilifi ilitangaza kuwa huduma za usafi zitatolewa na kampuni binafsi, huku hospitali ya Mariakani ikitengewa wafanyikazi 40 wa usafi na majukumu ya ujumla. Hata hivyo, hatima ya wafanyikazi waliopo haijajulikana, hali inayoongeza wasiwasi. Ikiwa hakuna suluhisho la haraka, huduma za afya katika hospitali hii huenda zikavurugika. Je, serikali ya kaunti itachukua hatua kabla ya mambo hayajaribika, wakati ndio hakimu wa ukweli? Juhudi zetu za kuongea na msimamizi wa matibabu katika hospitali hii ya Mariakani zimeambulia patupu. Hiki kikibakia tu kitendawili ambacho hakijaweza kuteguliwa hadi sasa. Nikiripotia runinga ya Mariakani Media, niite Surprise Obel.